Ni Watanzania wachache wanaompa tumaini mke wake, hata kifa mke wake atakuwa safe, atakuwa salama. Hivyo niambie, huyu mama anakosaje stress? Umenunua gari, limeandikwa kwa jina lako. Umejenga nyumba, umeandika hiyo nini, imeandikwa kwa jina lako. Mna mashamba sijui wapi, yote kwa jina lako. Mna biashara zote kwa jina lako. Huyu mama confidence ya kufikiria ukiondoka hizi mali atazimiliki kwa jina lipi? Hivi akifa wale, samahani nitumie lugha ambayo sio ya kibibilia na haifai kusema madhabahuni, labda nishuke kidogo hapa. Sasa hapa nimeshuka, niko huru kwa sababu sijasemea pale. Huyu mama anapataje confidence? Hivi wale mamba watu ambao wanasubiri mtu akifa waende hapo, gari letu, nyumba, sijui mashamba, hivi ni vitu vya mume kaka yetu. Tumama nasema mtoto wangu ndiye alinunua ili shamba, ili gari la mtoto wangu. Nikiniangalia gari nakumbuka uchungu. Nikiangalia nyumba hii nakumbuka uchungu nilipokuwa leba, nilipona kufa hivi. Na huyu ndo amejenga nyumba, alafu ukatoke kule useme yangu yako, unaujua uchungu. Tumama tutapeli, tunaongea tumama tutapeli, kanajieleza, kanasimulia hata namna mimba uchungu ulianza saa ngapi, kalijifungua saa ngapi, yote hiyo kanasimulia, kaondoke na nyumba. Wakati mnajenga walikuwepo. Mama ulijinyima vitu vingi mjenge, ulijinyima vitu vingi mnunue gari, ulijinyima, alafu vimenunuliwa, bahati mbaya mwenzio ameondoka, wanakuja wanasema hivi sio vya kwako. Hii gari letu, soma kadi, kuna jina lako hapo. Huyu utakosa stress wakati mali zako zinaenda. Mlizitabikia, mlihangaika, alafu watu wanakuja kuchukua mali zenu kwa sababu mume wako hakukuandaa. Wanaume, tukiwa na semina wanaume hapa, tutakusanya wanaume wa Arusha. Amen. Tuwaambie sisi ni wapitaji. Sawa, naweza katangulia mama au katangulia wewe. Hasa ukitangulia wewe na majina yote yako, huyu mama usalama wake ukoje? Unanielewa mtumishi? Yaani